Bwana Yesu asifiwe. Shalom shalom, tumsifu Yesu Kristo. Ni muda mwingine tena ambao tumeupata wa kutafakari neno la Mungu, lakini kwanza tumshukuru Mungu kwa sababu ni mambo mengi yamepita, si kwa uwezo wetu, sio kwa uwezo wetu, bali ni kwa uwezo wa Mungu kwamba tupo hai mpaka leo. Mimi na wewe tumepata nafasi hii ya upendeleo, kwa lazima tumrudishie Mungu shukrani. Tuombe. Mungu wetu na Baba yetu, tunakushukuru kwa zawadi ya uhai. Asante Baba kwa kutupa afya njema. Asante Baba kwa kutukutanisha tena katika forum hii. Naomba Baba, mkono wako uwe juu yetu. Naomba utufundishe neno lako. Naomba Roho wako Mtakatifu atutawale. Tuangaze katika njia zote tunazozipita ili tuweze kutenda kwa mujibu wa mapenzi yako. Naomba Baba, mkono wako usitupungukie. Zaidi sana tunaomba mapenzi yako yatimie. Naomba tutumie kama vyombo ili kutimiza mapenzi yako. Katika jina la Kristo Bwana wetu tunaomba na kushukuru. Amen. Basi tupate tena nafasi ya kutafakari neno. Leo hii tutaangalia neno katika kitabu cha Nabii Yeremia sura ya 29 mstari wa 11. Neno ambalo tumelizoea sana, Yeremia 29:11. Maana nayajua mawazo ninayowawazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani wala si ya mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Anasema anayafahamu mawazo anayotuwazia ni mawazo ya amani wala sio ya mabaya. Sasa tunaona kwamba katika hali ya kawaida, hata katika hali yetu ya kiubinadamu, kiongozi yoyote akikufikiria iwe kwa mawazo hasi au kwa mawazo chanya, lazima kutoka maisha yako hayatabaki vile vile. Kutakuwa kuna mabadiliko fulani katika maisha yako. Kwa kiongozi anapokuwa na mawazo fulani juu yako, lazima anaya affect positively au negatively maisha yako. Na sasa hapa hatuzungumzii tu kiongozi wa kawaida, tunamzungumzia Mungu ambaye ndiye baba yetu, ndiye aliyetuumba, ndiye aliyeumba vinavyoonekana na visivyoonekana. Kwa hiyo kama kiongozi tu wa kawaida wa dunia anaweza akayaathiri maisha yetu, ni Mungu ni zaidi sana. Tuangalie mifano michache ya jinsi ambavyo viongozi wa dunia waliangalia maisha ya watu na maisha yao yakabadilika. Tukitazama kwa mfano kitabu cha Esther sura ya 6 mstari wa 3, alafu tutaruka kwenda wa 7 mpaka wa 10. Esther sura ya 6 mstari wa 3, alafu tutaruka tutaenda mstari wa 7 hadi wa 10. Nami nitasoma. Mfalme akasema, je, ni heshima gani au jaha gani Mordekai alifanyiziwa kwa ajili ya hayo? Watumwa wa mfalme waliomhudumu wakamwambia hakuna alilofanyiwa. Mstari wa 7, basi Hamani akamwambia mfalme, yule ambaye mfalme amependa kumheshimu na aletewe mavazi ya kifalme ambayo mfalme amezoea kuyavaa, na farasi ambaye mfalme humpanda mwenyewe, ambaye ametiwa taji ya kifalme kichwani, na yale mavazi ya yule farasi akabidhiwe mkononi mmojawapo wa maakida wa mfalme aliyestahiki, ili makusudi amvike yule ambaye mfalme amependa kumheshimu na kumrakibisha juu ya farasi. Akapita njia kuu ya miji na kupiga mbiu mbele yake. Hivi ndivyo atakavyofanyiwa mtu yule ambaye mfalme amependa kumheshimu. Basi mfalme akamwambia Hamani, hima, toa mavazi na farasi kama ulivyosema, ukamfanyizia vivyo hivyo Mordekai Myahudi. Akatia mlangoni pa mfalme, lisipungue neno lolote katika yote uliyosema. Lisipungue neno lolote katika yote uliyosema. Kwa hiyo hapa Hamani anashurutishwa na mfalme kwamba sasa nenda kafanye hayo yasema. Mwanzoni Hamani alikuwa anajiuliza kwamba ni nani huyu ambaye Mungu mfalme amependa kumheshimu, akawa anaamini ni yeye. Kwa hiyo akajitengenezea namna fulani kama sifa nzuri, yani vitu vizuri vya kufanyiziwa, akiwa anajua kwamba ni yeye ndo anayeheshimika na mfalme. Kumbe mfalme anaangalia zaidi ya hapo, anataka kumheshimu ni yule ambaye Hamani hampendi, anataka kumheshimu Mordekai. Kwa hiyo hapo tunaona mawazo ya mfalme yamemfikiria Mordekai na Mordekai amebadilishwa maisha yake. Lakini tukiangalia pia Mwanzo
sura ya 41, kitabu cha Mwanzo sura ya 41 mstari wa 38 mpaka 41. Nasema Farao akawaambia watumwa wake, tupate wapi mtu kama huyu mwenye roho ya Mungu ndani yake? Farao akamwambia Yusufu, kwa kuwa Mungu amekufahamisha haya yote, hapana mwenye akili na mwenye hekima kama wewe. Basi wewe utakuwa juu ya nyumba yangu, na kuwa na neno lako na kwa neno lako watu wangu watatawaliwa katika kiti cha enzi, na nitakuwa mkuu kuliko wewe. Farao akamwambia Yusufu, tazama, nimeweka juu ya nchi yote ya Misri, nimekuweka juu ya nchi yote ya Misri. Farao akavua pete ya mhuri mkononi mwake, akaitia mkononi mwa Yusufu, akamweka mavazi ya kitani nzuri na kumtia mkufu na dhahabu shingoni mwake, akampandisha katika gari lake la pili alilokuwa nalo, na watu wakapiga kelele mbele yake, pigeni magoti. Hivyo wakamweka juu ya nchi yote ya Misri. Hapa tunaona mfano wa Mordekai, lakini hapa tunaona pia mfano wa Yusufu, ambapo tafsiri yake ya ndoto ikamfanya mfalme akamfikiria, akamfanya akawa waziri mkuu. Kwa hiyo hapo tumeona mifano miwili ya watu ambao mfalme amewafikiria wakawa na maisha chanya. Tuangalie moja katika Samueli wa pili sura ya 11 aya ya 14 mpaka ya 17. Mstari wa 14 mpaka wa 17. Anasema hata ikawa asubuhi, Daudi akamwandikia Yaubu waraka, akaupeleka kwa mkono wa Uria. Akamwandikia katika waraka huo kusema, mwekeni Uria mbele ya watu penye vita vikali, kisha ondokeni mumwache ili apigwe akafe. Ikawa Yoabu alipokuwa akiuhusuru mji, akamweka Uria mahali alipopajua ya kuwa pana mashujaa. Watu wa mji wakatoka wakampiga, na Yoabu na baadhi ya watumishi wa Daudi wakaanguka, Uria Mhiti naye akafa. Kwa hapa tunaona jinsi ambavyo watu watatu wenye mamlaka ambavyo waliwafikiria watu na maisha yao hayakubaki vile vile. Sasa tunaangalia kama hivyo ndivyo maisha mawazo ya viongozi wa dunia yanaleta athari chanya au hasi kwa maisha ya yule ambaye anamfikiria. Zaidi sana Mungu wetu? Hebu tuangalie baadhi ya mawazo ya Mungu kwetu sisi. Mungu anatufikiriaje? Tukianzia mwanzo kabisa. Mungu katika kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza kabisa mstari wa 26 mpaka 28 anasema, Mungu akasema, na tufanye mtu kwa mfano wetu na sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimuumba, mwanamume na mwanamke aliwaumba. Mungu akawabarikia. Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitiisha, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kitambaacho juu ya nchi. Hili ni wazo la kwanza ambalo Mungu anatuwazia. Kwa hiyo Mungu ametuumba kwa ajili ya kutawala. Mawazo ya Mungu juu yetu ni kwamba sisi tutawale. Ametupa nafasi ya kumwakilisha katika dunia. Kwa hiyo sisi, yeye ni mtawala, lakini anatupa sisi nafasi kwa niaba yake. Tunasema ni delegated mandate. Yeye ndo mwenye absolute mandate, anatupa delegated mandate. Yeye ana uweza wote, ametupa sisi uwezo ili tumwakilishe hapa, tuwe watawala kwa niaba yake. Mfano mwingine tuangalie Waebrania sura ya 13 mstari wa 5. Waebrania sura ya 13 mstari wa 5 anasema, msiwe na tabia ya kupenda fedha, hasa kile kipande B. Msiwe na tabia ya kupenda fedha, muwe na radhi na vitu mlivyo navyo. Kwa kuwa yeye mwenyewe amesema, sitakupungukia kabisa wala sitakuacha kabisa. Kwa kama Mungu anasema hata nipungukia kabisa wala hata niacha kabisa, kwa nijue kwamba mimi ninapendwa na Mungu wangu. Mimi nimewekwa ili nimtukuze. Mimi ni mfano wa yeye
ili yeye utukufu wake uonekane. Ameniweka mimi kuwa kama image, express image. Ameniweka mimi nionekane mbele ili yeye atukuzwe. Tukiangalia pia katika kitabu cha Isaya sura ya 41 mstari wa 10, Isaya 41:10 anasema, usiogope kwa maana mimi ni pamoja nawe, usifadhaike kwa maana mimi ni Mungu wako, nitakutia nguvu, naam nitakusaidia, naam nitakushika kwa mkono wangu wa kuume wa haki yangu. Sasa hii ni mifano michache tu ya mawazo ya Mungu juu yetu. Nasema usiogope, sasa mimi ni Mungu wako, nitakushika kwa mkono wa kuume wa haki yangu. Kwa hiyo yeye ndio anayetushikilia, yeye ndio anayetuongoza, yeye ndio anayetuangaza, yeye ndio anayetupa njia ya kuenenda. Tunaenenda kwa njia zake. Kwa hiyo tukisimama katika njia ile ambayo inampendeza yeye, basi hatupasi kuwa na uoga, hatupasi kuogopa. Sasa anasema anajua mawazo anayotuwazia ni mawazo ya amani, wala si ya mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Sasa hapa tunapata mawazo matatu. Jambo la kwanza, ili tuenende katika njia ile, lazima tumjue Bwana wetu Yesu Kristo. Lazima tumjue Bwana wetu Yesu Kristo, kwa sababu tunapozidi kumjua Kristo ndivyo tunapozidi kuijua njia ya Mungu. Ndio maana katika kitabu hiki cha Yeremia sura ya 33 mstari wa 3 anasema, niite nami nitakuitikia, nami nitakuonyesha mambo makubwa na magumu usiyoyajua. Kwa hiyo namna gani ya kumuita? Ni kutembea katika njia zinazompendeza. Sasa ili tutembee katika njia zinazompendeza, lazima kwanza tumjue Bwana wetu Yesu Kristo. Na kumjua Bwana wetu Yesu Kristo kuna namna mbili. Kuna vertical, yani hii ni yale matendo ambayo sisi tunayatenda kwake, lakini kuna horizontal, baina ya sisi kwa sisi. Kwa hiyo kuna namna ambayo tunatakiwa tumjue Kristo kwa kwenda juu, kwa kuhusiana naye, lakini kuna namna ambayo tunatakiwa tumjue Kristo kwa kuhusiana sisi kwa sisi. Kwa hiyo kuna horizontal relationship na vertical relationship, namna ya kumjua Kristo. Kwa hiyo tunapozidi tukianza kuangalia mambo kama machache kati ya mengi ambayo yanatusaidia kumjua Mungu na Bwana wetu Yesu Kristo. Jambo la kwanza kabisa ni imani. Soma katika Waebrania 11 mstari wa 6 anasema, pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Kwa hiyo lazima tuenende kwake kwa njia ya imani. Njia nyingine ambayo tunazidi kumjua Bwana wetu Yesu Kristo ni kwa kutumia neno. Tunaposoma na kutafakari neno kama hivi tunavyofanya, tunazidi kumjua Mungu, tunazidi kumjua Bwana wetu Yesu Kristo, tunazidi kujijenga kiroho. Njia nyingine ni njia ya maombi. Tunapokuwa tunaomba, tunajinyenyekesha chini ya mkono wa Mungu wenye nguvu. Tunajiweka imara chini yake. Tunaonesha kwamba pasipo yeye sisi hatuwezi kitu. Kwa hiyo tunakuwa tunajiweka chini ya himaya yake. Jambo lingine, lazima tumfanye Mungu ajulikane, tumfanye afahamike. Yaani matendo yetu yafanye kwamba mtu aseme hakika huyu ni mfuasi wa Kristo. Ukisoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume utagundua kwamba neno wa Kristo lilitokana na watu hasa wa Antiokia. Walipokuwa wakiangalia maisha ya wale mitume, wakasema hawa wanafanana na Kristo, kwa hiyo hawa ni wa Kristo. Sasa je, wakinitazama mimi, wakikutazama wewe mtu wa Mungu, tunaonekana kama sisi ni wa Kristo kwa vile ambavyo Kristo alifanya? Je, na sisi tunaenenda katika njia hizo? Lakini jambo lingine ambalo linatuweka karibu na Kristo, karibu na Mungu, ni kushika amri zake. Lazima tuzishike amri za Mungu. Amri zake si nzito. Maandiko ya matakatifu yanatuambia, na huku ndiko kumpenda Mungu, kwamba tuzishike amri zake, na wala amri zake si nzito. Kwa hiyo tunapozidi kuzishika amri zake, tunazidi kumjua Kristo. Kwa sababu tunapozishika amri, utajikuta automatically kuna baadhi ya vitu unaviacha, kuna baadhi ya vitu unavikataa. Utaacha kuenenda katika njia fulani, utarudi kuenenda katika njia nyingine. Kwa hiyo maana yake ni kwamba utakuwa na uchaguzi, utakuwa na selection kwamba hichi hapana, hiki sawa, hiki kwa namna hii. Utakuwa unajiwekea mipaka, unajiwekea kiasi, na hili ni jambo ambalo ni la muhimu sana. Lakini jambo lingine ni kumtegemea Mungu Roho Mtakatifu. Lazima tujinyenyekeshe kwa Mungu Roho Mtakatifu. Maana yake ni nini? Tuwe na utii. Isaya 1:19 anasema, mkikubali na kutii mtakula mema ya nchi. Kwa hiyo tunapojinyenyekesha kwa chini ya uongozi wa Mungu Roho Mtakatifu, kumbuka Bwana wetu Yesu Kristo alisema, nitawaletea msaidizi mwingine ambaye wakufanana naye, ambaye
atawakumbusha yote na kuwafundisha yote. Kwa hiyo huyu Mungu Roho Mtakatifu ndio tunatakiwa kumtegemea. Anatufundisha yote, anatuelekeza namna ya kufanya, namna ya kuenenda katika maisha haya. Anaposema pia kwamba mawazo ninayowazia mawazo ya amani wala si ya mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Kwa ili tuwe na tumaini siku zetu za mwisho, hapo tumeangalia upande wa yale mambo ambayo tunayatenda kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Lakini je, tuangalie kati ya sisi kwa sisi tunatenda nini? Tunatakiwa tutende nini ili sasa tukujipa tumaini siku zetu za mwisho? Jambo la kwanza ni kuishi kwa upendo. Lazima kuwa na upendo baina yetu sisi. Yaani tuishi kwa kupendana. Pale ndipo tutaonyesha kwamba tunamtegemea Mungu. Kwa sababu Mungu ni pendo. Sasa ile replica yake ile ni kama vile umetoa photocopy. Ukitoa copy haifanani 100% na original, lakini kile kilichopo kwenye nakala halisi na kilichopo kwenye copy havitofautiani. Kwa na sisi sasa tunatoka kwenye nakala halisi ambayo ndio Mungu mwenyewe, tunaingia kuwa kama katika copy ili sasa tufanane na Mungu. Kwa hiyo lazima tuishi kwa upendo. Anasema Mungu ni pendo na wote wanaoishi kwa upendo ni wake. Kwa hiyo ili tuende kwa njia zake lazima tuende kwa upendo. Lakini jambo lingine ambalo linatuweka linatakiwa tulifanye baina yetu sisi wenyewe kwa wenyewe ni uinjilishaji. Pale ambapo tunatoka kwenda kupeleka habari njema kwa watu wengine, pale ambapo tunaenda kumtangaza Kristo kwa wengine. Sio kila mtu anamfahamu Kristo, sio kila mtu anamfahamu Mungu, na sio kila mtu anapata hiyo nafasi ya kumjua Mungu na kuliyasoma maandiko matakatifu. Kwa tunapofanya jitihada za kuipeleka injili mbele, tunakuwa tunazidi kumjua Kristo. Kwa sababu ili umuelezee mtu mwingine, lazima kwanza wewe unafahamu hicho kitu unachokielezea. Hata mwalimu darasani anakuja yeye ameshajiandaa, ndio anakwenda kumfundisha wanafunzi. Kwa hiyo na sisi tunapofanya uinjilishaji, tunakuwa tunamjua zaidi Kristo. Kitu kingine ni kumwakilisha Kristo katika jamii. Matendo yangu yamwakisi Kristo. Matendo yangu yaonyeshe kwamba mimi kweli ni mfuasi wa Kristo. Yaani nionyeshe bila pasipo mashaka kwamba mimi namtumikia Kristo kwa yale ninayoyatenda. Sasa hapa tumeangalia mambo ambayo tukiyatenda tunakuwa karibu na Kristo. Jambo la kwanza ni kuwa karibu na Kristo. Jambo la pili ni kuomba. Kuomba ukisoma katika kitabu katika Injili ya Mathayo Mathayo sura ya 7 mstari wa 7. Mathayo 7:7. Mstari ambao tumeuzoea sana. Anasema ombeni nanyi mtapewa. Tafuteni nanyi ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtapata, bisheni nanyi mtafunguliwa. Kwa kumbe kuna namna ambayo tunatakiwa kuomba. Kuna namna ambayo ndiyo ya kutupeleka katika maombi. Yakobo anasema mnaomba hata mpati kwa sababu mnaomba vibaya. Kumbe kuna namna ambayo tukiomba maombi yetu hayasikilizwi. Kwa nini? Kuna pattern ambayo tunakuwa tunaikosea. Kwa hiyo pattern mojawapo ambayo namna ambayo tunatakiwa kuiapproach kumapproach Mungu kwa njia ya maombi ni pale ambapo tutaenda kuomba kwa kupitia neno lake. Kumbuka Mungu analitafuta neno lake ili alitimize. Kwa tunapoomba kwa kutumia neno lake tunajiweka karibu naye. Hiyo ni fellowship na Mungu. Jambo la tatu ambalo tutaliangalia ni kuwa na umakini, kuwa na focus, kuwa determined, kuwa na umakini, kuwa na dhamiri ya dhati kuelekea jambo fulani. Nakumbuka wakati tukiwa shule, hasa shule ya msingi, tulikuwa tunachukua lensi, afu unaweka chini karatasi. Ile lensi unaielekeza kwenye jua. Basi ile miale ya jua inapopiga kwenye ile lensi inaenda kutengeneza kitu fulani kama kaduara fulani, ka point fulani kadogo kwenye ile karatasi. Mwisho wa siku ile karatasi inaungua. Lakini ukiichezesha ile lensi hapa na pale, hauwezi kupata matokeo hayo. Maana yake ni nini? Focus. Ukiangalia kushoto na kulia, pembeni, huku, utakuwa huendi pale unapotakiwa kwenda. Unatakiwa kuzingatia kule ambako unatakiwa kwenda.
sisi lengo letu ni nini? Sisi lengo letu ni kufika mbinguni. Kwa hiyo lazima tujikite katika kutafuta uso wa Mungu, tujikite katika kumwendea Mungu kwa njia ambayo ni sahihi. Kwa hiyo focus yetu, tuweke attention yetu yote katika kumtafuta yeye, katika tumezungumza hapa njia za kuweza kumjua Yesu Kristo, lakini tumesema pia kuhusu kuomba. Sasa hivi tunaangalia focus. Kwa hiyo ni katika kule kuyatenda haya tuliyoyazungumza hapa, kujikita katika imani, kujikita katika uinjilishaji, kujikita katika kuomba, kujikita katika kumtumikia Mungu, kuishi kwa upendo, kumtangaza Kristo. Yale yote ambayo tumeyajadili hapa hivi punde ndio haya ambayo yanatujenga. Sasa tuyaendeleze, tuwe focused, tusiwe distracted, tusivurugwe, usiingie uharibifu kati yetu, kwa sababu unajua mioyo yetu ni kama jengo. Jengo linahitaji ukarabati. Jengo linaweza kuwa zuri sana, lakini baada ya muda fulani linahitaji ukarabati. Mioyo yetu pia iko hivyo. Mioyo inaweza ikawa inamtegemea Mungu. Moyo wangu nikawa nimempa Bwana, lakini kuna distraction, kuna uharibifu unaingia muda hadi muda. Ule uharibifu sasa ndio tunaotakiwa kupambana nao. Sasa namna kupambana na uharibifu ni focus. Sasa kwa nini tupambane na uharibifu? Kwanza, uharibifu unaharibu nafsi zetu. Kwa hiyo tunahitaji ukarabati. Tunahitaji kufanya ukarabati. Moja wapo kati ya madhara ya uharibifu ni kushindwa kufikia hatima ile ambayo Mungu ametuwekea. Kushindwa kufikia pale ambapo Mungu anataka tufike. Kwa sababu kwa mfano unaenda, labda unatoka hapa unaenda sehemu moja sehemu A kwenda sehemu B. Hapa katikati ya safari yako unakutana na mtu anaanza kukusemesha, anakuambia twende mara moja hapa ukachukue kitu hiki. Unaenda naye. Unarudi pale kwenye barabara kuu unataka kuelekea point B, anakuja mtu mwingine anakupeleka upande mwingine, unaenda naye. Unajikuta, je, utafika ile safari? Hapana. Kwa hiyo unajikuta kwamba hii inatuharibia kufika kwenye ile hatima ambayo Mungu anataka tuifikie. Uharibifu pia unatufanya tuikose ile tuzo ambayo Mungu ametuwekea. Anasema anayajua mawazo anatuwazia ni mawazo ya amani, tena sio ya mabaya. Kwa hiyo tunapojiweka katika uharibifu, tunapoteza ile tuzo, tunapoteza ile namna ambayo Mungu anataka kututibu kwa hayo. Kwa sababu anasema kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Lakini pia uharibifu unapoteza nguvu. Kuna mambo matatu ambayo kila siku tunatakiwa kujipima. Kila siku ya Mungu, hata leo hii, hebu jipime. Haya masaa 24 ya siku hii ya leo, mimi nimeyatumia vipi? Wewe mtu wa Mungu umeyatumia vipi? Kuna vigezo vitatu. Je, nimefanya jambo ambalo limegusa kwa namna chanya maisha ya mwenzangu? Hilo jambo la kwanza. Nime-impact positively maisha ya mwenzangu? Jambo la pili, neno nililolisoma au kitu nilichojifunza kuhusu Mungu, je, kimenigusa mimi? Kimenibadili? Kwa hiyo kwanza imbadili mwenzangu. Neno ninalolisema au tendo ninalolitenda linakuwa na mambo chanya kwa mwenzangu au linaniletea mimi mambo chanya? Lakini la tatu, linampa Mungu sifa na utukufu na kuueneza ufalme wake. Kwa hiyo tukiona kwamba haya mambo matatu yote hakuna hata moja ambalo limetiki kwamba ni tiki kwamba siku ya leo kwamba impact mtu, sijaji-impact mimi mwenyewe, wala sijafanya jambo lolote ambalo liko lina ufalme, basi mimi siku hiyo nimeipoteza. Ni upotevu wa muda. Kwa hiyo hapo nimepoteza siku hiyo. Kwa hiyo ni kipimo ambacho tunaweza tukakitumia siku kwa siku, tukajipima, je, nimetembea katika njia zinazompendeza Mungu? Hapo tunaona kwamba uharibifu unatuondoa katika namna hiyo. Sasa nini kifanyike? Ndio tunaenda katika Mathayo 6 mstari wa 33. Mathayo sura ya 6 mstari wa 33 ni mstari ambao tumeuzoea sana, lakini pale ndio kuna madini hasa. Anasema, bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa. Kwa hiyo focus yetu iwe ni kumtafuta Mungu kwanza. Focus yetu ni kuitafuta haki yake. Focus yetu
ni kukaa katika nyua ya Bwana, ni kukaa katika njia ambayo inampendeza Mungu. Tukiyatenda haya, tukiyajua haya, heri sisi tukiyatenda. Anatuambia katika Yohana 13:17, mkiyajua haya, heri ninyi mkiyatenda. Kwa hiyo tuachane na uharibifu, tusimame katika njia zile ambazo zinampendeza Mungu. Kwa hiyo tuutafute ufalme wa Mungu, tuutafute ndo hapa tunapata sasa lile analoita tumaini katika siku zetu za mwisho. Lakini lazima tuwe tunafikiria kuhusu uzima wa milele. Tujue kwamba tukitoka hapa tunaenda wapi. Pale tunapotaka kupafika ndio hasa kitovu, ndio focus yetu, ndio target. Kama wale wanaocheza darts wanataka kulenga pale kwenye center. Kwa hiyo ndio target yetu, ndio pale ambapo tunatakiwa tupafikie. Basi tuzingatie pale kwamba je, nimetafakari vizuri, ninauelewa vizuri uzima wa milele? Nasema na uzima wa milele ndio huu, wa kujua wewe Mungu wa kweli, Mungu wa milele, na Yesu Kristo uliyemtuma, Yohana 17:3. Basi tutembee katika njia hizi na Mungu atatubariki. Basi kwa leo nimeona tuangalie hayo. Tumshukuru Mungu. Mungu wetu na Baba yetu, tunakushukuru kwa neno lako. Naomba Baba, neno lako likae kwa wingi ndani yetu, litufundishe, litubadili, lituletee matunda yapasayo toba, ili tuenende katika njia zako na kurudi katika njia ile uliyotuumbia. Ni katika jina la Kristo Bwana wetu tunaomba na kushukuru. Amen.